Right, mambo vipi watu wangu wa nguvu, karibuni tena ndani ya hii channel ya kwako, channel ambayo inakupatia trending stories, lakini pia kama unahitaji uchanganuzi wa masuala haya ya sanaa unayapata hapa ndani. Of course, sisi ndio tunakusogezeaga wale mastaa wako ambao wanafanya vizuri kwenye tasnia. Na leo niko na mwanangu fulani ambaye nataka ajitambulishe kabisa, afu tujue inakwaje. Poa sana brother, mambo vipi? Nashukuru. Mambo yako yanaenda? Mambo yanaenda ndugu yangu, nashukuru sana. Watu ambao unajua mambo yanaenda kwa sababu nimeavoid ma collaboration fulani na watu fulani ndio maana mambo inaenda yani. Unasema mambo kama hayaendi, unaenda mwenyewe ujue kwa nini hayaendi. Basi ndio hivyo sasa. Labda kwa majina? Mimi naitwa MC Jedis aka the Simba Chai, the mic champion. Hivyo ndivyo watu wananijua. Kama unijui hivyo basi unijui kabisa. Mtu ambaye hakujui. Safi. Sasa nataka tuzungumzie tasnia ya muziki ukanda wa Afrika Mashariki. Wewe unaweza ukaizungumziaje tasnia ya muziki kwa sasa ilivyo? Sasa hivi kitu ambacho nimerealize, unajua kutoka kitambo nimekuwa kwenye entertainment na pia nafuatilia sana mambo ya sanaa. Kitu ambacho nimerealize ni kwamba ukisikia mtu anasema kwamba kuna urogi, wacha tuende direct kwenye point. Ukisikia kwamba kuna uchawi upo, uchawi upo kabisa kwenye muziki na sana ndugu yangu. Na nikikupa mifano hapa kweli utaona kama ni ukweli kabisa kuna uchawi. Mbona wakati kuna mtu fulani akifanya kazi na mtu fulani, wewe mtu ambaye amfanya naye kazi anadindimia, lakini yeye asiwahi shuka hata siku nyingine. Unamzungumzia Susumila? Mna Susu hapa nazungumzia Simba kikupa collab leo Simba akikupa collab leo. Simba Diamond Mondi huyo akikupa leo collab ndugu yangu, nakwambia wewe utapiga muziki wako ya kwanza ya pili basi unazama. Hiyo kabisa ndio vile nakwambia. Bwana amefanya collab nyingi tu, amefanya juzi collab. Sikatai amefanya collab nyingi. Lakini sasa unaona tatizo ni kwamba unapata kwamba zile collab ambazo amefanya nazo basi zinapotea, wale watu wanapotea. Kwa mfano sasa J Melody huyo hapo amepiga na yeye kazi kidogo nini kijana amepotea, hayupo tena kabisa. Alafu angalia hapa Kenya, amekuja Kenya kutafuta kama nataka kufanya kazi na wasanii wetu hapa Kenya. Unaona amepiga kazi na Kipara. Mzee Opara huyo. Kipara ndo nani? Wewe unamjua. Wengi wanamjua. Simjui. Wewe kama umjui basi mzee Kipara utamjua kabisa. Unaona? Amepiga naye kazi juzi nini sasa hivi tayari ameshapotea kwenye screen kabisa yuko. Sasa yeye ni kazi kupiga birthday kwa nyumba yake huko, anakata makeki na mavisu zingine hapo sijui zinakaa vipi. Yaani ashapotea kabisa. Ni kwa sababu amepiga naye collab. Kitu kingine ni kwamba kufikia sasa hivi mbona Kiba hajawahi msalimu Simba? Sasa ni miaka 20. Unaelewa? Miaka 20 kwenye industry Kiba na Mondi. Mbona hajamsalimia kwa mkono? Kwa sababu unajua wewe jamaa na meza nyota za watu. Hataki kabisa kwa sababu anajua. Ndio maana unaona King Kiba anaendelea na muziki vizuri. Akipiga kazi yake sasa, hata kama anachukua muda kufanya kazi, akifanya kazi inatamba kabisa. Kwa nini? Kwa sababu huyu jamaa amemwavoid sana. Anajua ana mavitu zake za kumeza nyota za watu. Ndio maana sasa hivi nakwambia. Sasa muziki wa East Africa uko sawa, lakini sasa naona kama kuna watu fulani ambao kidogo wanafaa wa avoid iwe sana. Wasikuwa napewa collab. Ndio sasa hizi nikizungumzia kijana wetu ambaye tunamtegemea sana. Unajua sasa hapa Kenya tunamtegemea mtu mmoja sasa ndio anapiga kazi nzuri. Wewe acha. Kazi nzuri sasa inapigwa na Yani. Sasa wapo wengi. No, Yani sasa anafanya kazi nzuri. Sasa kuna wasanii wengi zikatai, lakini anafanya kazi nzuri ni Yani. Sasa huyo Yani ndio maana naambia sasa hivi, Yani ndugu yangu kabisa huyo. Naambia oya brother, usijaribu kumpa huyo Simba collab. Yani akimpa hivi collab basi ndo kabisa kazi yake imeisha ya muziki. Sasa unaona yeye anatamba kwa sababu yeye sasa ameavoid hizo collab za kule. Akijaribu hivi moja tu kuisha Wewe angalia mwenyewe na useme ni wapi na kama nadanganya sema nadanganya. Sema kama nadanganya ndio hizi kamera hapa. Mimi nasema namfuatilie muangalie. Utaona. Najaribu kuangalia wasanii ambao wamefanya collab na Diamond Platnumz. Hapa Kenya aliwahi kufanya collab na Akodhe. Na Akodhe nadhani bado yupo kwenye tasnia. Yupo wapi? Anafanya nini Akodhe? Akodhe kwa wapi? Akodhe kwa wapi? Hata wacha hivyo, hata pale kabla collab. Hata kabla kando na ngoma, alikuwa bado anatesa sana na mambo zake za mdomo. Siku hizi hata huo mdomo peke yake haupigi. Hayuko kabisa Akodhe nakwambia. Usijaribu ndugu yangu. Ndio mimi nakwambia mimi natamba mwenyewe. Mimi natamba kwa sababu na avoid.
na avoid sana. Huyo jamaa hata kinta kwenye show zake za tamasha kubwa, nikienda kupiga napiga kama nimetoka immediately hivi. Yaani nikipanda stage hivi kwanza hela zangu ziko kwenye account. Nikimaliza kama nimeenda ofisi zake zingi kabisa. Ofisi yangu ni simu tu. Aniitie show huko nipande stage nipige. Mbona napiga mashow kubwa kubwa kule napigwa, lakini zake akiniambia kwamba twende tukae chini tuongee, naomba hapana. Nyota yangu itapotea. Staki. Right. Sasa bana, mojawapo tu ya watu ambao wamezua gumzo sana katika 254 right now ni kijana mdogo mwenye pesa nyingi. Rais wa chama na serikali, jicho la tatu, Chief Godlove. Sijui kwanza kama umemsikia, ametetemesha Nairobi kabisa yule mwamba. Chief namjua na mimi kweli ni fan wake sana. Karibu tena, sio hata labda tuombali ama namna gani. Na umejiunga kwenye jicho la tatu? Saa ngapi nazaje bro? Sisi ni watu ambao tunapepea tu na kwa sababu ya Mwenyezi Mungu yani. Tunapepea kabisa. Kule kwingine tunasikia tu kama story. Lakini sasa unaona kama sisi tuko mahali ambapo tupo na ni kwa sababu ya nguvu za Mwenyezi Mungu. Ina maana kwamba tuna uwezo sana, unaelewa? Hatutaki hata kuanza kule. Lakini sasa mwenyewe unamuona yuko wapi sasa hivi? Yuko wapi sasa hivi? Chief yuko wapi? Unamsikia kweli? Unajua shida ambayo Chief alifanya ni kwamba huyu jamaa alikuwa na nyota kweli na akiwa bongo na nyota yake ilikuwa kweli kabisa kung'aa kwa muda mrefu, lakini sasa ujinga mdogo tu ambao alifanya ni kwamba kuingia Kenya, anakuja anapiga anatulia Kenya sana. Kitu cha kwanza, kitu cha pili akajiunga na kina Tumbili. Kina Tumbili, sasa Tumbili ndugu yangu, sasa ukikaa na Tumbili wewe unafikiria nini? Wewe tuseme ukweli tu. Wewe sasa si ni hapa tu katika hizi ma streets za Nairobi, utaanza pia kunywa tu chai moja kwa moja, alafu kidogo kidogo maisha yako inatoka Kempiski inakuja hapa hizi hoteli zenu za hapa juu, alafu kidogo kidogo ndio hiyo jamaa anaishi wapi Kitengela. Ndio mstari unaisha sasa. Lakini niliona Tumbili kama alikuwa anamfanyia kazi nzuri mpaka akamleta kuona na TikTokers hapa town. Basi sikatai, alikuwa anamfanyia kazi nzuri. Huyo Godlove unamjua wewe? Namjua. Sasa hivi yuko wapi? Kama anamfanyia kazi nzuri, mbona sinawiri zaidi ya vile alikuwa? Mbona shuke? Mimi leo nikikuja nikwambia Brandi, wewe ni mtu wa maana sana kwa maisha yangu Brandi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hii na hii. Naona kweli kila mtu anaangalia anajua yenyewe Jedis pala alikuwa chini kidogo. Wakati amepatana na Brandi, mambo yake yamepanda, sio? Lakini mbona nipatane na wewe nikusifu kama wewe mzuri, lakini ndo mambo yangu imeshuka sana. Show sipewi, siitu mahali sipigi show, ama show nikipiga napiga show pesa za hapa tu ambazo zinipeleki mahali. Unaelewa? Hakuna kabisa. Sasa wewe kijana aliharibu. Wakati alikuja Kenya, angetuuliza kwanza. Mimi ni fan wake sana. Angeniuliza, je, inakuaje? Ni Kasipul mjanja. Kasipul mjanja. Wewe jamaa ni kama amejidunga ule jamaa. Ule jamaa amejichanja sana. Unaona yeye mali popote anaona hapa kuna haribika hapa. Umkuti kabisa, unasikia ameshahepa. Ni siku hizi mbona ametoroka kule? Unamsikia mambo ya chief nini? Unamsikia Kasipul akiongelea. Mbona usijiulize? Hapa chunga nyota yako Kenya ni ngori ndugu yangu. Wewe ni shehe huyo, ni mjanja. Akiangalia hivi anajua hapa ni no. Shehe sisi tunamjua ni mtu wa maokoto, labda walimnyima maokoto kabisa. Sio mambo na maokoto. Maokoto ndio, lakini pia huwezi enda tu kuokota mahali nyota yako inaenda. Mbona uniokoteshe mita 1 lakini kumbe ni nyota yangu unaichukua kabisa. Na hata hiyo mita yenyewe sitaiona, ndaitumia vibaya kwa sababu shangoa nyota. Sasa ndio maana ndio shehe akaepa, akasema huku maokoto, hiyo koto yenye naiona hiyo siendei kabisa. Wacha nibaki na hizi zangu ndogo ndogo. Hiyo ni kujichanja ndugu yangu. Watu wako nje wanatembea. Sio vitu vya kawaida. Kaka shehe vizuri atakwambia, huyo sio mtu rahisi atuoni nini. Ndio maana sasa hivi bado yuko na anapaa zaidi. Anapiga vitu zake kubwa kubwa, mara anapatana na watu. Wewe umejichanja dhidi ya nini? Mimi mambo mengi. Hiyo ni yangu sasa, hiyo ni ya ndani kabisa, unaelewa? Hiyo ni yangu ya ndani kabisa. Unajua mimi namtegemea Mwenyezi Mungu siku zote, ndio maana mimi nakwambia Mungu ndo anajua. Mungu ndo anajua sasa. Sasa hiyo ni yangu ya ndani kabisa, unaelewa? Chifu arudi kama wewe niangalia hapa. Arudi jamani, mbona anafanya nini huko? Arudi TZ kule akienda basi mambo yake sawa. Akae kule asukume kule. Nyota yake itazidi kabisa kudindimia na inaisha. Asilonga zanakaa Nairobi. Asilonga sio hapa. Kwanza sio Nairobi jue. Kitengela kule kwa vumbi huko inaisha. Bwana huyo jamaa tuhakishe nyinyi watu wa media, saidia huyo jamaa arudi. Kama nauli imeisha tumwekee, kama ni mafuta kwenye gari ama tumpandishe ndege. Tuweke pay bill kabisa. Arudi kwa mama kule kwa mama Samia huko. Haina tulie huko kabisa. Sasa safi. Aisha ile. Hapo sasa. Sasa si tuambie labda watu ambao wanatusikiliza labda kwenye mitandao ya kijamii wanakupateje? Mimi naitwa MC Jedis aka the Match Champion, the Simba Chai. Unajua sasa
I'm the only lion, the simba yenye inakunywa chai. Unaelewa? So nakwambia I'm unique with my uniqueness, you understand? Na do stand out lazima uko unique. Au sio? Usikubali ofa za kifalafala. Ndio maana tupo tuna stand out. Ndio maana unasikia nakwambia kule avoid vitu mingi. Hatutaki hizo ofa hizo. Kabisa mzee. Au sio bwana? Kabisa sasa. Lishaisha.